Na kwenye habari zingine za kuhuzunisha ni kwamba mwanapolisi mwingine wa nchi ya Kenya na ambaye yuko katika mission ya kuleta amani katika nchi ya Haiti amepoteza maisha yake. Hii inakuja siku chache tu baada ya mmoja kupoteza maisha yake na pia kuzikwa. Mwanapolisi huyu ambaye bado haijabainika jina lake, inafahamika kwamba aliweza kuuliwa na wale magaidi ambao wanapambana na wanapolisi wa nchi ya Kenya katika eneo linafahamika kama The Lower Antibonet Region, katika eneo ambayo ni kilomita 92 kutoka eneo la Haiti capital, eneo la Port-au-Prince. Katika wakati huo ni kwamba pia magari ya wanapolisi ya kivita yaliweza kulipuliwa na zaidi kuweza kupigwa moto na hawa magaidi. Akithibitisha kisa hiki, msemaji wa wanapolisi ambao wako eneo hilo Jack Ombaka anasema kwamba matukio hayo yamefanyika na inashukiwa huenda ni magaidi hao wanayopambana nao katika eneo hilo. Nao kwa upande mwingine, the MSS Minor Distance Bush wanasema kwamba wamejaribu kuweza kufanya ile recovery na pia zaidi kusaidia katika maneno kama hayo. Ni kitu ambacho bado kinaendelea kuleta gumzo kali. Kwa nini serikali ya Kenya iendelee kuwa na polisi katika nchi ya Haiti, ikikumbuka kwamba pia rais mpya wa Amerika Donald Trump aliweza kusitisha usaidizi wake katika nchi ama katika ile vita. Kumbuka kwamba ni kitu ambacho kikianza Wakenya wengi walikuwa wanasema haifai kabisa kufanyika, huku wengi wakisema ni pesa za umma zinaenda kutumika vibaya na mambo kama yale, jambo ambalo alikuleta shangwe kabisa na pia zaidi kuleta maswali kadhaa kwa viongozi wa upande wa pinzani, ikiwemo Kalonzo Musyoka ambaye alihudhuria mazishi ya mwanapolisi aliyepoteza maisha yake siku chache zilizopita. Pia viongozi kama vile Eugene Wamalwa akileta maswali kadha kwenye serikali ya Kenya Kwanza, wakitaka kujua mbona maneno kama haya yanaendelea kila uchao, mbona basi kuwe na wanapolisi wa nchi ya Kenya ambao wako nchi ile hali Wakenya wenyewe wanaumia hapa kwa sababu ya mambo ya kiusalama. Wananchi wa Kenya unakuta usalama utoshi, lakini kuna polisi ambao wanatoa huduma kwa nchi ya nje, kitu ambacho bado ni gumzo kali. Lakini kwa yote tunaomba Mungu aweke na walinde wanapolisi wetu na ambao pia ni wana wetu hapa nchini Kenya salama salmin wanapoendelea na jukumu hilo ambalo wametwikwa na serikali ya nchi ya Kenya.